Ninachoweza kusema kuwa mchezo wa Jumamosi kati ya Young Africans na Silver Strikers ni mchezo mgumu. Yaani ni mchezo mgumu kutokana na kwamba Yanga tayari wameshapoteza mchezo wakiwa ugenini, wamepoteza kwa goli moja. Wanakuja mchezo kuumalizia nyumbani katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya Jumamosi tarehe 25. Ni mchezo mgumu sana kwa sababu Young Africans wataingia uwanjani wakiwa na shauku ya kutaka kupata matokeo. Kwa upande wa Silver Strikers, na wao wanajua kwamba Young Africans ni timu ngumu. Ni timu ambayo hata ukiipima kwenye mizani ina utofauti mkubwa na wao. Utofauti kwenye uwekezaji, kwenye quality ya mchezaji mmoja mmoja. Young Africans ina wachezaji wazuri sana kuliko Silver Strikers. Lakini mimi naweza nikasema tu Yanga wanatakiwa kuingia kwa nidhamu kubwa kwenye hapo mchezo. Kwa sababu hata Silver Strikers wanajua ubora wa Yanga ulipo. Licha kwamba wamepata matokeo katika ardhi ya kwao, lakini wanajua wanaenda kucheza na timu ya namna gani. Wanajua wanaenda kucheza na timu yenye ubora mkubwa. Kwa hiyo na wao watakapoingia uwanjani wanajua kabisa wanaenda kucheza mchezo mgumu, mchezo ambao mpinzani wao anahitaji matokeo tu kuliko kitu kingine. Kwa hiyo hata wao watakuja na mbinu ambayo itawasaidia, kwa sababu hata wao wanatamani kufuzu kwenda hatua ya makundi ya CAF Champions League kama ambavyo Young Africans wanataka. Kwa hiyo wanaweza wakaja na mpango wa kuzuia tu, kwa sababu sare ya aina yoyote Silver Strikers anafuzu. Kwa wao wanaweza wakawa wanahitaji sare tu ili wao wapate kufuzu kwenda hatua ya makundi. Lakini Young Africans wao hawahitaji sare na wala hawahitaji ushindi wa 2-1. Wanahitaji ushindi wa kuanzia magoli 3 na kuendelea mbele. Na kama watashinda goli 2 basi iwe ni 2-0. Lakini isiwe 2-1, hiyo haiwezekani, au 2-2, hicho kitu hakiwezekani, kwa sababu matokeo hayo wakiyapata itakuwa ni vigumu kwa wao kufuzu, kwa sababu mfano ikiwa ni 2-1, Silver Strikers margin aggregate itakuwa ni 2-2, lakini Silver Strikers watakuwa na faida ya goli la ugenini. Kwa hiyo mimi niseme Young Africans wanaelekea kwenye mchezo mgumu kutokana na matokeo ya awali. Na tumeona tayari kocha Folz ameondoshwa kwenye timu. Sasa hivi timu inashikiliwa na kocha Patrick Mabedi. Kwangu mimi ni kocha mzuri sana kutokana na CV yake ambayo imeonyeshwa au ambayo tumeshaiona kutokana kwa timu ambazo amezifundisha hapo nyuma. Ni kocha mzuri sana. Kama wachezaji kwa siku mbili hizi au kwa wiki moja hii wataweza kukliki kwenye mfumo wake na wakaweza kuwa na uelewano mzuri, yale mapungufu na makando ambayo yameonekana wakati akiwepo kocha Folz kama yataondolewa, basi mimi naamini kwa ubora wa klabu ya Young Africans wana uwezo wa kwenda kupindua meza katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na wana uwezo wa kwenda hatua ya makundi CAF Champions League, kwa sababu hicho kitu wameshakiprove nyuma kwenye michezo kadhaa ambayo ilikuwa ni migumu zaidi kuliko mchezo ambao wanaenda kucheza Jumamosi. Walicheza dhidi ya Belouizdad kule Algeria, wakapoteza kwa goli 3, lakini wakaja katika uwanja wa Benjamin Mkapa wakapindua meza, wakafanya wonders, kitu ambacho watu wengi walikuwa hawakiamini, na wakaweza kupata nafasi ya kuendelea mbele. Sasa mimi naamini kule wamepoteza goli 1, lakini huku wana uwezo mkubwa wa kwenda kufanya wonders katika mchezo wa Jumamosi na wakapata matokeo mazuri ambayo yatawafikisha au yatawatoa hapo walipo na kuwapeleka katika hatua ya makundi. Lakini ni wape onyo tu, hawatakiwi kujiamini, kwa sababu hata Silver Strikers anajua anaenda kucheza na timu ya namna gani. Anajua timu anaenda kucheza nayo ina ubora kiasi gani. Anajua timu anaenda kucheza nayo imemuacha kwenye vitu vingi. Kwa hiyo atakuja kwa nidhamu kubwa akiwa na tayari ana faida ya goli la nyumbani kwake. Kwa hiyo Yanga wanatakiwa kuwa makini, lakini wana uwezo wa kufuzu kwenda hatua ya makundi. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.